Yes, gather cia mwanya murori wa Paxson TV, murori wa Kikuyu Online Media. Muthenya wa muthi twi guku Kiambu mwena Kiambu Road, tukihituka gutacemania na uria wari governor wa Nairobi oikaine ta Mike Sonko. Niwe ndagukorwo tukiarania nake muthenya wa muthi atwira hihi ni kuoreire mwena uriku tha ici niki arakorwo arekana ni mibango iriku enayo, na nginya muthenya wa ira nituronire andu a Kurima Market magika kindu gitagwo ko demonstrate ni gututariria maingi megie uria tigire Nairobi County hana na nginya muthenya wa muthi uria kihana. Chimamoto Media tukaribishire our former governor. Yes, ona ninya begwithie mwiroreri na ngakunyita ogeni ni tukwira no nginya tugathie tugiceragia tugathikiriria mawoni mandu tugathikiriria uria andu kuragithie na mbere, na riu muthenya wa muthi twagicemania na former governor wa Nairobi County, na muthenya wa ira ni mwakorwo mukiona uria gwakorwo gwitinda demonstration andu magikumemorerwo, na ni twagicemania riu na uria wakiri governor na ngwiciria nake hari ona thoko agiakite Nairobi County. Koguo nicio kwa gitutariria no na atamba gutariria macio mothe tukwenda twambia tugeithie na atwire kuria turite. Mike Buvison Kumuhesh. Yo. Salimia watu. Muriaga. Muriaga rige. Ndio mimi hapa. Na bado niko poa. Hata ndio sasa jamani. Hata nilikuwa nakuuliza hiyo ni ya nini? Hii ndio swag siku hizi. Hii ndio swag. Unajua kuna ugonjwa deadly inaitwa mpox imekuja. Na tuna sensitize wananchi. Wachunge sana, hiyo ugonjwa ni mbaya. Tumeconfirm Kenya imefika. Wakisalimiana waangalie. Sana wale wamekuja kutoka nje safari. So hiyo ni ugonjwa mbaya sana. But mimi naivaa kama swag ya Gen Z. Swag tu. So unajua kila kitu iko na wakati yake. So mimi nachukulia tu kama normal swag. Ni kama cap tu, kofia tunatoa miwani re. Unatoa hivyo sana, narudi Sonkore wa kawaida. Wow. Sonkore amekuwa wapi? Amenyamaza sana kwa siasa siku hizi haonekani. Mimi niko ndani. Unajua siasa sio kila kitu. There is life after politics. Sasa nimekuwa kutoka ni studio, nimekuwa nje for like 6 years. Lakini haimaanishi maisha siendelee. Maisha yanaendelea. Kama sasa unajua mnempata hapa ghafla hapa ambush. Tuko hapa Kiambu Road. Mimi napenda magari sana. Baada hapa ni kwa gari. Hii ni magari yangu mzee. Napenda magari mzee sana. Na pia tunajiandaa kwa 2017. Tunaunda kila kitu 2027 pole. Kama imemaliziwa service, sasa imeoshwa. Hizi mbili bado ni zangu naoshewa. Hii inaitwa bulletproof. Naoshewa. Hii ni bulletproof, hata ukipiga hapa ingine sasi. Naoshewa hii, nioshewe ile ingine. Hii nani nilinunua nikiwa MP Makadara. Nilipokuwa Sony nikanunua hii. So napenda kuzimaintain. Magari zangu ni half kick. Kwani ni ngapi? Niko na mingi collection. Hata zile za kwanza kabla nikuwe MP, zile za buruburu zile manyanga. Sasa ndo nasaidia nazo wananchi kubeba maiti. Ziko zote ziko top. Half kick. Hauzangi magari ukishanunua? Siuzangi, labda nisaidie kupeana. Sasa umesema zile za kitambo kama zile za buruburu umezisaidia zibebanga maiti. Zinabebanga ndio ziko kwa soko rescue. Pale chini kwa boot tumefanya provision ya body. Tumeweka velvet mzuri tukapasua hapo. So body inaingia. Alafu juu inabeba watu 30. So sisi kuna watu wengi huko slums hawajiwezi. So sisi huwasaidia. Unapata mtu wa body imekaa mortuary for like 3 months sababu watu wana uwezo wa kukomboa hasi paka maybe Nyanza ni kitu 90,000. Western Ukamani, tunapeleka hata huko Mount Kenya. Sisi tunasaidia Wakenya wote. Na kwani gari zako zote unazileta garage siku moja? Napenda because leo ni Friday. Zinakuja service. Na mimi napenda kusimamia service ya magari zangu. Hata kuna nyingine bado iko pale. Inafanywa na mwagwa oil. So nasimamia. Sasa leo nimeleta 5. Maybe kesho ndaleta zingine 5 hivyo. Kila kitu iko na date yake. Engine wash everything. Ni gari kubwa. Nitakuwa nakuwekea katawe mtazamaji ujionee. Kuna gari kuna Range Rover hapa ati alinunua after amewin City ya Makandara. MP. Hata niko na current, niko na current. Kwa hivyo imekaa like 20 years. Hii iko na kama 16 years. 16. Na bado inakaa mpya. Na ni half kick. Ukitaka oil tunamwaga, ukitaka spare
Napenda magari sana. Enyewe gari ni maintenance. Nasikia mpaka kuna ya bread tuvu hapa Chimamoto. Hii ni nzito, hii hata usifungue mlango, jaribu kufungue mlango uone. Hiyo ni nzito. Fungua. Hata inaonekana Lazima utumie mlango mbili ufungue. Hata mlango wenyewe ni kilo 20. Wow. So unataka kutumaanisha bado Sonko Rescue Team bado hata sasa iko? Okay, iko lakini ina small way. Si vile ati vile ilikuwa mbeleni. Wakati tukiwa sawa. Unajua sasa hii after makesi ile tulipeleka 2019 operations zetu zilikatwa, account tukafungiwa mpaka makesi ziishe. Ama tuonekana kama tuko na hatia ama ilikuwa ni siasa. So tuko na small way. Watu hawezi pata shida nikikuwa. Na hii Sonko Rescue Team naiona hata kwa mitandao ati kuna apps mnakopeshana pesa. Hizo ni hiyo ni matapeli. Hao ni matapeli kwa sababu sisi hatutishi watu pesa. Sisi tuko na cases mingi but tunasaidia free of charge. Ukiona tu mtu anakuambia free loan ama free bursary ama free motorbike ama free car, anything free, hiyo ni utapay. Upotelee maisha yako. So mimi naambia jamaa wasipende vitu za bure. Na congratulations sana juu mimi nakufuatanga huko social media, hata TikTok nakufuatanga sana, naona unasaidia watu sana. So wale watu kama hujaona Sonko hapo akisaidia wewe mwenyewe muone hivi live, usiitikie kudanganywa na matapeli kwa sababu kuna app mingi sana zimekuja za kudanganya watu. Na baadaye pale TikTok bado unatumia watu pesa randomly venye ulikuwa umefanya hata umejoin. Hata hiyo TikTok nimeingia juzi. Ile yangu TikTok wali disable, waliban na Facebook. TikTok nilikuwa na karibu 2 million followers. Facebook nilikuwa na 3.9 million followers. Waka disable. Sababu mimi niko against LGBTQ. Wale gays. Nilikuwa na wapiga. So wakani report. So zikakuwa disable lakini nimefungua zingine. But X niko sawa, X niko na 3.3 million followers. Tunasurvive na nashukuru wananchi, nashukuru my fans kwa kuniweka mahali nimefika. Mpaka FB iliendanga? FB iliendanga lakini niko na nyingine nimefungua. So I thank my fans everywhere. Mount Kenya, Ukambani, Kisumu, Western, all over the country. Wewe uko na fans mpaka nje ya nchi. Watu wengi baada ya nimesurvive sababu yao. I'm still relevant, I'm still relevant sababu yao. Yes. Yeah. Wow. So sasa hivi mnapelekana je na serikali? Kuna watu maybe walikuwa wanagojea tafuta serikali maybe imeshinda, maybe kuna mahali utaingizwa hivi ama? No, serikali tulijaribu kusaidia. Nikaingia. Hakuna shida. Lakini sasa story mingi zikatokezea. Mimi always nakuwa na wananchi. Sasa yangu hata ukikata damu yangu hapa, you'll read the people. I'm always on the people side. Hata serikali gani ikuja na ikipiga wananchi, mimi siko hapo. Mimi nasimama na the common man, common Kenyans. Ukigusa hao, umenigusa mimi. Kwa hivyo hata afadhali serikali ikae, ibaki na wananchi. Yes. Tangu hii serikali ichaguliwe, hakuna ushaipatiwa ofa yeni, maybe upatiwe kazi hivi? Kwa sasa siwezi shika kuwa na kazi. Unajua mimi nilikuwa impeached. Na ile serikali ilienda. Walining'oa, wakasema siwezi hold public office. So I'm still fighting for justice. Tunaendelea tu kupigana. Yeah. Kungolewa hivyo umesema walikunimpeach. Ilikuwa haki ama uliona ni siasa? Watu wengi waliona haikuwa haki. Ilikuwa tu kikosana tu na serikali kidogo. Kama ukipitana na president, basi unachorewa tu. Unaletwa kwa floor, unapeanwa. Lakini sasa kuna amendment bill ambayo Senate wanaileta sasa. Hata sasa ukosana na president, ukosana na nani, kutolewa inakuwa ngumu. Bora hujavunja sheria. Yeah. Hivyo huwezi patiwa kazi kwa public service sahi? Kwa sasa siwezi pewa kazi. Na kuvai? Pia kwa sasa siwezi vai. Sasa 2027 tungoje. Nitakuwa. Nitakuwa. So utasimama ballot. Niko kwa ballot. Gavana ama? Tutajua. When the right time comes tutajua. Lakini hiyo governor ndio siku ifanya poa, nilikatizwa katikati. So maybe nafasi ikitokea, nafikiri ndio nitajaribu. But tuko somehow sawa. Na kuna vitu 2-3 siwezi disclose mambo ile iko kotini. Siwezi disclose kwa sasa. So kuna mambo mingi inaendelea. Yeah. Sasa tuseme for example mambo itaenda sawa, uta prefer Nairobi ama Mombasa kwenye kwa umeona wananchi ndio wataamua.
Tunaangalia wapi kama Nairobi wanaona bado wananihitaji Nairobi. Anyway, mimi naweza fanya anywhere in Kenya. Na tuingie sasa kwa siasa ya saa hii venye saa hii kuko. Tunaona kama jana watu wamepigwa sana pale Tao Nairobi, na sijui kama wewe hizo soko time ulikuwa governors kulikuwa na hizo mashida ama wewe uliweza kujenga soko hili? Mimi ni hizo soko ziko sahihi, nadhani hizo soko zote mimi ndio nimejenga. Kuna soko pale Ngare inaitwa Mwadiro Market. Hiyo kiwanja ilikuwa imeibiwa na Mabonyenye. Sasa tukaanza vita na wao, tukawapiga, tukawashinda kwa koti. Tukajenga soko inaitwa Mwadiro Market. Tukakuja tukajenga nyingine pale Dagoreto Kirandini Market. Soko kubwa kama zile za Dubai Malls. Haka Kirandini Market soko. Tukaweka pale Kangundo Road Market inaitwa Wakulima pale. Tukaweka soko nyingine upgrade hapa Parklands. Tumeweka soko ya leather pale Kariakoo. Na mimi udocument vitu zangu, nimeona kuna shida kidogo. Nimeona gavana anavurugana na wadosi yake. Kuna shida kidogo, lakini mimi document kila kitu nilikuwa nimepitia sahihi. Wapi ile jamaa alikuwa hapa na simu yangu? Wapi ile bodyguard wangu wako wapi ule Pandre? Ule mwingine ule Pandre yako na simu. Simu. Leta hiyo. Toa tu kwa power bank. Toa tu kwa bank. Nitatumia aka clip. Nilikuwa nikidocument vitu zangu zote. Kuna documentary nikiweka hizi masoko zangu. Sio naona tu watu wanapigana. Siasa mingi. But mimi nasema watu wa Nairobi sana wa Kenya. Hakuna project ya Gachagua wala ya Sakaja wala ya Sonko. Zote ni za watu wa Nairobi. Lakini unajua sasa hii ndio story ya ukweli sasa. In order to improve trade in the city, Sonko invested massively in the This was construction 2019. of markets. 5 new markets with the capacity to accommodate approximately 9,000 traders are to be opened by the county government by the end of the year. All the markets are well equipped with lockable stalls, generators, boreholes, eateries, parking spaces, underground water tank, CCTV cameras, among other modern facilities. This is the new Mwadiro Market located at Kariakoo, a market that will see over 500 traders settled in the next few years. Hii soko ya Mwadiro Market kabla ijengwe ilikuwa ni kama dumping hall. Kuna time ilikuwa nauza chakula za manguruwe hapa. Watu walikuwa wananyongwa sana hapa. So hata kupata wateja wakati ilikuwa ni hard time. Lakini for now naona iko na geti mbili zimejengwa, kuna ma CCTV pia. Naona itakuwa ni poa kwa sababu kutakuwa kuna job mingi za mavijana. Vile imeundwa huku ndani imegawanishwa. At least Sonko amefanya kitu ya maana kwa sababu imegawa, utakuta kuna wale kidogo watu wa kuuza nguo, floor ya chini kuna watu wa kuuza vitu mingi. Yaani Sonko ameitengeneza ni soko modern. Kwa majina naitwa Charlie Adhiambo. Mimi nilikuwa Ni masimu zinaingia. Nairobi County. At least sasa naona kumekuwa kukua. Naona hata tumejengewa kwa smart. Waingia pale. Ndio watumia ni ndefu sana. Lakini ni hizo masoko zote nimekutajia. Kuna Kirandini nikijenga. Ini jogoro ile inaitwa vita. We also gave or allocated 800 million Kenya shillings to Kura. Kuna masoko yote. Masoko, stadium, hospitali, hizo vitu zote kwa nimefanya. Sasa wewe unaona governor venye sasa anataka kufukuza watu pale kama pale Marikiti, Mudhurwa. Unaona kama ni ukweli ni kujaribu anajaribu kubeta Nairobi ama ni kujaribu ama kijua hizo soko zimekuwa hapo tangu hata tu. Mimi sasa siingili siasa unless wananchi wanadhulumiwa. Nilikuwa naona that is not a better way. Hata kama anataka kutoa wananchi hapo, naona tu awaite kwa ofisi vile kwa tunafanya, wakubaliane, awaexplainie ni kwa nini anataka kuwatoa, meet costs za kuwatoa. Kama kuna watu wataharibu biashara zao au compensate fidia, then sasa ndio kama nataka watoke. Bali kupiga wananchi kama maumbwa na matia gas na manini haikuangi sawa. Ala sisi tumekuwa na situation kama hiyo. Wakati kwa najenga Pangani Estate. Kulikuwa na wazee wengi sana kina mzee Kahengeri, freedom fighters walikuwa wanakaa hapo. Walikuwa hapo from 1960s. Serikali zote zimewakuta hapo. But mimi nilifanya nini? Niliwaita kwa ofisi yangu. Nikawaonesha umuhimu ya kutoa watu kidogo kama watu
100 200 tukuwe na nyumba ambazo zitakuwa zita accommodate watu zaidi ya 5 6 7,000. Na wao tukasema tunawapea first priority. Nikawaita kwa ofisi, nikapatia kila mmoja 600,000. Gari za county badala ya kuwapiga zilitumika kuwahamisha kwa manyumba zingine karibu na hapo. Nyumba zilipoisha wakawa suppose warudi. So kitu sijui because nilitolewa kabla ni wahamishe. Otherwise project kwa nimemaliza affordable housing Pangani. So sijajua kama waliregeshwa ama mambo ili change. But watu wasi wanapigwa kama wanyama. That is very very wrong. Sasa hiyo unajishughulisha aje kusaidia maybe wananchi wa sana sana Nairobi kwenye umekuwa huko ndio? Ingaje siwezi saidia kila mtu kwa sasa juu ya uchumi. But sasa nimepepea kadili pale ya Shake, nimeunda watu hawezi lala njaa. Maskini hawezi teseka. Hakuna mtu anaweza kufa na kansa nikikua. Hakuna mtu anaweza kufukuzwa mtoto school fees na niko na hiyo wasikubali. Because the more I help, the more I get blessed. The more I spend on the poor people, the more I get. Yeah. Wanange kama utasota. Ni ngumu sana songo kusota. Labda Indian Ocean ikauke kwanza. Sababu sasa nasema blessings. Blessings. Ukiwa na Mungu karibu. Si nimekaa sasa 7 years now bila kazi, bila ofisi, bila kupigiwa kura mahali. And I'm still strong, I'm still surviving. But I'm happy, I'm alive. Niko na kile kutafuta pesa, kutembea, kuongea, kumiti marafiki kama nyinyi, kusaidia watu wengine. That is life. Na huo na miss kuwa kama kwa ofisi ya serikali ama kufanyia wananchi kazi? Mimi si miss kwa sababu kwanza I thank God. Mali nimefika mimi I thank God. Kwa sababu ukifuata background yetu, familia yetu, hakuna mtu amekuwa kwa uongozi. My father was a nobody. Hakuwa village elder wala chief wala MCA, my mother the same. So vile Mungu amenitoa from nowhere, nikakuwa MP, Mungu akanibless nikakuwa senator, Mungu akanibless nikakuwa governor. One term zote tena napigiwa kura na watu zaidi ya yani almost 1 million people. That is a blessing and I thank God and I thank the people of Kenya for always supporting me hata kama niko nje, and I'll always support them going forward. Yeah, mimi siwezi kuachana na wananchi, siwezi kuachana na Mungu. Yeah, that is where my blessings come from. Yes. Kama sisi sasa hivi venye tunafanya kazi, kuna watu wanatuambianga huku Paxson nisaidie hivi, nataka mtu anaweza nisaidia. So mimi nikipata tuseme mtu genuine ama najua mtu genuine unaweza msaidia. Yeah. Ndio nasema hii usaidizi wetu iko seasonal. Kuna wakati Mungu anaweza nibariki. Nipige deal ama niuze kashamba nipata kama 200-300 million. Half of that money nitapeleka kwa family na kufanya mambo zangu, starehe zangu, sherehe zangu. Half of that money has to go to the people. That is Sonko. Usidanganywe na mtu. Naweza pata 5 million leo. Nione social media genuine cases. Mtu ana kansa, mtu anaumia, watoto wamefukuzwa school fees, juu ya umaskini. Nitatumia pesa yote kusaidia wananchi. Nibaki zero. After sometimes Mungu ananibless na nyingine. So I don't value money because money is papers. Hakuna mtu anaziko na pesa yake. Kina Njenga Karume, kina Mbio Koinange, kina JM Kariuki, watu wameacha utajiri. Makesi tu niko kotini kwa sasa. Kwa nini ujaze pesa kwa account ambayo haitapea familia yako peace? Saidia watu wengine. Bless other people, bless other families so that God can also bless you. Yes. Sasa umetaja hapo kwa kupiga sherehe. Hakuna time tumeona sijui mlikuwa na Eric Omondi. Sijui kama Eric Omondi alikuwa amesema una pesa ukamtolea na pesa na Ni rafiki yangu. Unajua kwa siasa acha niwaambie, kwa siasa there is no permanent enmity. But we have shared interests in siasa. Kwa mfano, that was my friend, my good friend MC Kileleshwa ya Robert Alai. Tuliambia wewe una kitu because sasa nilikuwa nimeapa Azimio nikakuja UDA. Sababu umeenda huko kutafuta pesa, hauna kitu siku hizi, hata gari zako wewe mwenyewe uweze kama mafuta. So I felt provoked. So na mimi nikamwonyesha hapana, acha ujinga. Ndio hizi niko sawa. Nenda hivyo. Lakini hakuna, na sisi we are good friends by the way. Sasa hiyo hata mtu kama sasa Waziri Joe. Waziri Joe utapata tukiwa kampeni huko Mombasa, hata tulipigana ngumi ya ukweli. Yeye akishunga kura Raila, mimi nikishunga kura William Ruto. So kwa siasa tunakuwa enemies wakubwa sana. But after siasa we are brothers. Yeah. Leo na juzi na yeye kwa ofisi yake. Very good brothers. Yeah. Sasa kama hiyo pesa ilikuwa kwa ban kama ni pocket money hiyo.
Hadi tu Mungu amenibariki. Unajua sasa tunauzanga mashamba na dollars. Unapata mzungu anataka ma transaction mingi, pia kuonekana pesa mingi kwa account ni shida. Yeah. So tunakuwa na dollars kwa nyumba. Sasa kwa sherehe mzinga wewe unachapa kama ya ngapi? Inategemea. Mimi ni mtu napiga kitu tunaitaka matelire. Kwa sherehe. Hapa Lika House, hapa Kuiva, Thika Road, sagine Kilimani, tunaenda mahali kwingi, Kettle House. Tutembea una interact na wananchi. Yeah, unajua relevance is very important. Bila hivyo unaweza saulika na wananchi. Unaona Waititu walipongolewa, yeye alienda akapotea akatokezea wakati wa siasa peke yake. So alikuwa namba 5 Kiambu. Mimi sasa mama niko namba 5. Because I'm always with the people and I'll always be with the people. Ushaisimama by the way ukaanguka? Sijawahi. Nikikimbia tu labda ndo naanguka lakini kwa kura siwezi. So nafikiri imetoshia hiyo sasa. Wacha niendelee na job kidogo. Asante sana. Pamoja. Yes, tumeshukuru sana.